Bro, vipi? Vipi? Wapi kabisa. Kulikoni? Wapi kabisa. Naona ni yako sio shwari. Yaani kama umejua ndugu yangu. Hali yangu sio shwari kabisa, yani kuna kitu ambacho kinanisumbua na tunamuona mpenzi ambaye tunapendana naye. Ndio sababu kuu ya mimi kuwa hivi. Na kuona tangu jana nikinywa pombe. Yote sababu ni hiyo. Lazima unajua kiasi gani mapenzi yana changamoto nyingi sana. Maana katika changamoto kubwa kwenye mapenzi, unapompata anayekupenda, huwa unakutana na changamoto nyingi. Wanawake wanakuja wengi, wanakufuata wengi. Kwa sababu gani? Ya kuja kudestabilize ule upendo ambao mwanamke iko nao kwako. Ndio. Na kitu ambacho kinanivuruga sana kichwa ni kuhusu mwanamke wangu. Na ningependa uweze kunipatia ushauri kidogo katika mambo ya mawili. Nakusikiliza ndugu yangu. Nakusikiliza. Kumwacha rafiki kwa sababu ya mwanamke anayekupenda. Au kumwacha mwanamke anayekupenda kwa sababu ya rafiki. Okay. Sijui unanishauri kitu gani hapo ndugu yangu. Ningependa unaweza kupata uelewa zaidi. Kiukweli ndugu yangu, nina ushauri mdogo wa kukupa. Unajua unapitia wakati mgumu sana. Ndio maana mimi kama mdogo wako nina haki ya kukushauri. Kiukweli rafiki anastahili kutendewa utu. Na mpenzi pia anastahili kutendewa hisia. Kwa hiyo chaguo ni kwako wewe. Kama unampenda sana, tetea furaha yako. Baki naye. Maana Wakongomani wanasemaga hivi, soki ulingakaye, fanda naye. Kama unampenda, endelea kuishi naye, maana ni chaguo lako, ushampenda tayari. Hauna namna. Kifupi kuhusiana na rafiki yako, ni mwanaume, ni hata kuelewa, maana umeishi naye kwa muda mrefu. Utamuonesha, utamuelekeza, najua hata kuelewa. Kwa hiyo sikupe stress, sikupe pressure sana. Hizi bia zitasaidia kitu. Kwa hiyo tulia, shamonkari, fuate jamaa, mwelekeze 2-3, ataelewa. Maana mpenzi wako hatakiwi kujua jambo lolote lile linaloendelea hapa katikati. Iwe ikitokea yeye ikakwambia, hapo itakuwa ni sawa. Maana unaweza kupelekea kupoteza furaha maisha yako ikitokea wewe mwenyewe ukajumfuatia na kumwambia. Kwa hiyo ningemwacha yeye mwenyewe aje akwambie. Pole, lakini mimi ningekuacha niko around. Poa mwanangu, hamna noma. Poa, hamna shida. Maana tena yeye anakuja, ila asante sana kwa ushauri. Na imani nitafanya hivyo. Poa mwanangu. Wote wanaona hamna shida. Sasa mimi pumzike nimsubiria. Ule upande wa antu ya goshi nasikia kama Balde hayazi kucheza. Balde atacheza hapo huko. Atacheza. Alianza mazoezi Balde. Sasa jana alianza mazoezi, yani alikuwa pale. Yani atakuwepo katika uwanjani huko. Ni magoli. Hapo kumbe ni mazima sana hivi. Tatizo liko ule upande wa Jile Kunde, sio unajua kama aliuniaga Jile Kunde. Hata Stegeni atacheza pale. Stegeni anapoweza. Kwa ndio wanasema Barca imejeneza. Hata goalkeeper anaweza kucheza na David moja kwanza kwa mimi. Kwa tubora tupia tulitoka sijao ushakisikia. Tusikilizishe na Makenga. Tusikilizishe. Waweza mzee Brenda zikamati fresh, lakini niko nasababisha ndio na Makenga mzee. Tusikie chochote. Ya
Kitu wazee wanakombozi kali sana. Fanya video. Yaani sio manager wako. Kwa kuosa iko atakusaidia. Sasa manager atakusaidia. Mapoa limited. Ona manager wenyewe mimi naongea nao wanasaidia wasanii. Pia pako na mchezaji ambaye anacheza Rwanda, huwa anasaidia wasanii wengi. Ndio tena. Lazima utoboe. Watakusaidia kabisa ndugu yangu. Yaani unatoboa kabisa. Mwamba anasema ateseka sana mapenzi. Hapo anapenda sana. Mbona dogo? Rixa Prozé, ambassari, Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer. Yo no quiero llorar por ti, mi papá. Ya inakuwaje mwana? Karibu. Asante ndugu. Ngoja. Makao. Hapo. Waje. Makao. Kesho. Asante. Kiti. Karibu. Asante wa. Shukrani sana kwa kunikaribisha. Kuna kitu nilikuwa naweza kuongea na wewe kama utojali. Tunazima muda kidogo. Na ndio nao. Karibu ndugu yangu. Karibu. Nakusikia. Shukrani sana ndugu yangu kwa kunikaribisha. Kitu ambacho nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe ni kwamba kama huwezi force kujenga mto jangwani, kwa maana asili ya jangwa ni mchanga. Vile pia ndugu yangu, huwa asili ya mto ni maji. Kama hata pakiota mchanga, huwa asili haiwezi kupotea. Na kwa hiyo siwezi kuforce mapenzi pasipokuwa upendo. Mimi nakuelewa unachotaka kuongea. Na naelewa unachomaanisha. Ni uchungu ambao unaupata. Sisi ni wanaume. Na wewe ni mwanaume wa pekee ambaye naona katika maisha yangu yote nishawahi kuona. Kuweza kunifuata na kuweza kuniambia mambo kama hayo na kutamka. Kitu kimoja naweza kukwambia ndugu yangu, usitaki kulia, sawa? Wala usijie. Maana chozi lako usilitumie kama unyonge wako. Japo litumie kama silaha yako. Maana Waswahili wanaongea, hata wahenga wanasema, isicho riziki hakiliki. Hiyo ni kweli. Ila isi sababu ya wewe kukata tamaa na kutokutafuta tena kwa siku ya kesho, na kufikiria kuwa kilichokutokea jana kitatokea na leo. Kama
Ndugu yangu, naweza kukwambia kitu kimoja tu, kwa bahati ya mpera si ndio bahati ya mwembe. Mpera ule tunda lake na mbegu zote utafunwa, ila mwembe ule tunda lake utupwa mbegu. Huo ni mfano wa mwanaume. Sio kila kinachotupwa huwa kina thamani. Ndiyo maana dhahabu utafutwa chini, na katika madini yenye thamani kubwa duniani ni dhahabu. Asiyekubali kushindwa huwa sio mshindani. Yeah. Na kitu kingine, kama huwezi kutegemea mti pasipokuwa maji. Mwanangu, mimi nakupata. Mmoja tu, usijione mnyonge kiasi kwamba ukaona kama ndio mwisho wa maisha yako. Mwanaume ni kiumbe cha amani sana duniani, na ndio maana mwanaume hupandikiza mbegu na maji pia humwagilia yeye. Huwezi kuforce mapenzi pasipokuwa upendo. Sababu unaenda Pointi kuu ilikuwa ni kuhusu huyu ambaye unayemwita mpenzi wako la azizi, unayempenda sana. Naweza kusema pia kwake mpenzi, ila ni ngumu sana yeye kutoka pale na kuja kuambia huyu ambaye unayemwita mpenzi na mimi pia ni mpenzi wangu. Ni ngumu sana, nyinyi ni marafiki. Pointi kuu ilikuwa ni kuhusu huyu ambaye unayemwita mpenzi wako la azizi, unayempenda sana. Naweza kusema pia kwake mpenzi, ila ni ngumu sana yeye kutoka pale na kuja kuambia huyu ambaye unayemwita mpenzi na mimi pia ni mpenzi wangu. Ni ngumu sana, nyinyi ni marafiki.
Nini shida? Hivi tangu lini ushakuja kwangu bila kunipa taarifa? Babe, mimi nazoea kuja kwako bila taarifa. Hapa ni kwa mpenzi wangu. Hivi naweza kuuliza kitu? Ni ukweli gani ni kujua kuhusu wewe ambao unaweza kukuumiza zaidi? Babe, nini shida? Mbona sielewi? Utanielewa tu taratibu. Na kuna aina mbili za chozi. Kuna chozi mtu akilia akiwa kwenye furaha, na vile vile pia kuna chozi mtu akilia akiwa kwenye huzuni. Hivi unahisi mimi nikilia takuwa nimelia chozi gani? Mbona sielewi? Umekuwa na nini leo wewe? Baba ameoa na mama kaolewa, ila kapatikana mtoto wa baba mwingine. Unahisi nani kakosea hapo? Mbona niona unazokana? Mimi sikuelewi ni uko yemo. Mbona umebadilika ghafla? Utanielewa tu taratibu. Na kuna aina mbili za nguo. Kuna nguo ya nje na kuna nguo ya ndani. Nguo ya nje hupitiwa na watu wote, ila nguo ya ndani ni ya mtu binafsi. Hivi ikitokea nguo yako ya ndani inavaliwa na mtu, je, unaweza kuendelea unaivaa au utaiacha mazima? Mbona nichanganya? Mimi sielewi.